lakini tangu mmeanza na katibu tawala wa mkoa amesema kwamba mkoa tumeshatoa bilioni 9, lakini kati ya hizo fedha nyie manispaa ndio mnaongoza kwa kutoa fedha nyingi za mikopo ya kina mama, vijana na watu wenye ulemavu. Na jambo hili sio jambo dogo, ni jambo kubwa ambalo linataka ubunifu na maelewano. Kwa hiyo katika fedha zile nyie mnaongoza kwa kutoa mikopo mingi ya bilioni 5,914,222. Tuna kila sababu na mimi mkuu wa mkoa kuwapongeza na kuwashukuru sana kwa jambo hilo. Ndugu wananchi, tunamshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kujali makundi ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Kwani tangu aingia madarakani mpaka leo kama tulivyosema vikundi 758 vimekopeshwa na thamani ya pesa ambayo nimeitaja. Mheshimiwa Rais anafanya mambo haya kwa sababu anawapenda Watanzania na anawapenda nyie wananchi wa mkoa wa Kilimanjaro na manispaa ya Moshi. Ndugu wananchi, kumekuwa na changamoto ya urejeshaji ambayo Mheshimiwa DC ameisema. Sasa mimi mkuu wa mkoa sio yule mkuu wa mkoa wa mabavu wa kusukumana na watu. Kwa nini wewe unapewa fedha ambazo hazina riba halafu wewe urudishi? Hawa Watanzania wengine wa manispaa ya Moshi watapata nini? Kwa hiyo niwaombe wanisikie huko waliko. Tunataka milioni 900 ambazo tumewakopesha hazijarudi, Mheshimiwa DC. Kwa hiyo nataka niwaambie warudishe fedha ili tuwape Watanzania wengine wa manispaa ya Moshi. Sasa sisemi mpaka lini, wewe ndio utasema na kamati yako warudishe fedha, na nipate taarifa kila baada ya wiki mbili kwamba vikundi gani vimerudisha fedha. Mheshimiwa mgeni rasmi, tumia fursa hii kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kwa kujali makundi haya ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu, kwani tangu aingie madarakani mpaka leo halmashauri ya manispaa ya Moshi imefanikiwa kutoa Tanzania shilingi bilioni 5,914,222,000. Mikopo hii imekwenda kwa vikundi 758. Vikundi hivi vyote vinafanya shughuli yao na makazi yao yako ndani ya manispaa ya Moshi. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kipindi hiki cha leo halmashauri ya manispaa ya Moshi imefanikiwa kutenga Tanzania shilingi bilioni 1,705,539 ambazo zipo tayari kwa ajili ya kukopesha. Hivyo Mheshimiwa mgeni rasmi, siku hii ya leo utakwenda kutoa mikopo ya milioni 600 na 1090 na hivyo kufanya bakaa ya fedha milioni 405,615,539 imekosa wakopeshwaji. Huyo ndo Daktari Samia, makofi kwake tafadhali. Mheshimiwa mgeni rasmi, kati ya fedha hizi zinazokwenda kutolewa leo utakwenda kugawa vifaa vyenye thamani ya Tanzania shilingi milioni 133,350,000, bajaji 4, bodaboda 15 na vifaa vya studio vyenye maudhui ya mtandao. Mheshimiwa mgeni rasmi, milioni hii 600 itakwenda kwa vikundi 60 kwa mchanganuo ufuatavyo. Wanawake vikundi 34 watakwenda kupata milioni 347 na laki 6. Vikundi vya vijana 13 vitakwenda kupata mkopo wa milioni 206 laki 590. Lakini tunao watu wenye ulemavu 13 watakwenda kupata mkopo wa milioni 45 na laki 9. Hivyo kufanya jumla ya milioni 600 na 1090. Halmashauri yetu ya manispaa ya Moshi imeendelea kutekeleza maagizo yote ya serikali na maelekezo yaliyopo katika ilani ya Chama cha Mapinduzi. Yote kikamilifu kabisa. Na tumeendelea kufanya hivyo ni katika kutimiza wajibu wetu, lakini pia ni katika kuendelea kutekeleza maelekezo kama jinsi ambavyo nimesema. Tunakusanya mapato bilioni 11. Sheria na utaratibu unatuhitaji 10% ya mapato hayo tuweze kupeleka katika vikundi vya wanawake, vijana pamoja na wenye ulemavu. Na tumefanya hivyo toka pale mwezi Novemba 2024 baada ya kuruhusiwa tena baada ya kusimama, na leo hii utakabidhi mikopo milioni 600 na 1090. Lakini niko brief ya kwamba katika mfuko ule bado pia zipo shilingi milioni 400.
Changamoto tulionayo ni kwenye marejesho. Watu hawarejeshi kwa wakati, na moja kati ya changamoto ni watu kuenda kufanya biashara tofauti na zile ambazo wameziandikia. Alafu wakati wa kurejesha tunapata ugumu kwenye kurejesha, kwa sababu hatuzalishi kwenye mtiririko ule ambao tumekasimia katika uanzishaji wa zile biashara. Sasa niwasihi sana wananchi wote wa wilaya ya Moshi na manispaa ya Moshi, wale ambao tunakwenda kukopeshwa, twende tukafanye biashara na shughuli zile ambazo tumeandika kwenye miradi yetu, kwa sababu utaratibu pia unatuelekeza hauruhusiwi kubadilisha mradi mpaka uje utoe taarifa, tufanye tena tathmini, tuone kama unaweza kufanya hiyo biashara katika mwelekeo ambao unaweza ukarejesha ile pesa ya serikali.